Tuko pamoja? Mimi na wewe tumeitwa, lakini kuna jambo ambalo tunapaswa kulifanya, kwa sababu kazi ya Mungu ni kuita na kazi ya mwanadamu ni kuitika. Kama uliitwa kwa namna moja na nyingine haukuitika, basi ndio wakati wako wa kuitika, ni wakati wako wa kuitii sauti ya Mungu. Biblia kama inavyosema katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 6 na ule mstari wa 8. Isaya sura ya 6 mstari ule wa 8. Kumbuka kwamba hatuko kwa hiari yetu wenyewe, lakini tupo kwa sababu ya yeye aliyetuita, na anachokihitaji kwetu ni kutii ile sauti ya kuitwa, ni kuitika ule wito. Kama hatutaitika, basi yale mambo ambayo ametuagiza kuyafanya hayatatekelezeka, kwa sababu hatujachukua hatua ya pili ya kuitika. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tambua kwamba umeitwa kwa kazi fulani. Tambua kwamba kuna kitu umepewa kukifanya, lakini kitawezaje kuendelea, kitawezaje kudumu kitu kile? Ni mimi na wewe kuchukua hatua ya pili ya kuitika. Mungu akusaidie sana na anisaidie na mimi pia, ili tuweze kuutii ule wito aliotuitia. Isaya sura ya 6 na mstari ule wa 8. Maandishi yanasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Ndipo nikasikia sauti ikisema, ni mtume nani akawaokoe wanadamu? Nikasema, nitume mimi, niko hapa. Hayo alichukua hatua ya pili ya kuitika, kwa sababu alijua aliyemuumba ana thamani, aliyemuumba ana kitu cha kufanya. Akasema hawezi akamwacha akaendelea kupotea katika upotofu wa dunia, akaendelea kuangamia katika maangamivu ya dunia. Akasema nitume nikamwokoe, kwa sababu alijua thamani ya kile alichokiumba. Kwa hiyo Mungu anakuona kwamba wewe ni wa thamani. Mungu anatambua uthamani wako kwake. Mungu anatambua nafasi yako kwake. Kwa hiyo kile alichokupa kukifanya, kisimamie, kifanyie kazi, ili yeye aendelee kutukuzwa. Kwa sababu anasema kama sisi tutanyamaza, itainuka miti, yatainuka mawe, yatamtukuza yeye. Sasa kwa nini vyote hivyo visimama?